Ndugu wanahabari, habari za mchana. Tumekutana hapa kuzungumzia masuala machache. Kwa majina yangu naitwa Baraka Viresi, ni mwenyekiti wa ngome ya vijana ACT Wazalendo mkoa wa Arusha. Kubwa zaidi ni kufuatia kauli ya katibu wa itikadi, mafunzo na uenezi wa Chama cha Mapinduzi CPA Amos Makalla aliyezungumza kwenye mkutano wa hadhara tarehe 22 mwezi wa 3 2025, akigusia masuala kuhusu chama kimoja hapo cha upinzani nchini, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwamba viongozi waandamizi wanakusanya fedha za tone tone kwa ajili ya kwenda kununua virusi vya Mpox na Ebola. Kama wadau wa siasa tunaitafsiri kama ni kauli ya kichochezi, sio kauli ya kiungwana, na ni kauli ambayo haipaswi kutolewa na kiongozi kama yeye. Na kwa kauli ya mwenezi wa CCM inaonyesha ni jinsi gani ambavyo Chama cha Mapinduzi kimepoteza mvuto, kimepoteza sera, hakina tena ushawishi kwa wananchi. Inafika sehemu wanatoa kauli za hovyo, kauli ambazo hazina mantiki wala mashiko ya aina yeyote. Tungetegemea sisi kama vijana wa ACT Wazalendo, CCM wangekuja na majawabu ya kwamba wanatatuaje changamoto zinazowakabili wa Tanzania wao kama chama ambacho ni chama tawala. Watanzania wanakabiliwa na changamoto nyingi. Miaka 64 ya uhuru, kuna sehemu hakuna barabara, kuna vijiji havina umeme. Lakini tunashangaa kiongozi mkubwa wa chama kikubwa kama Chama cha Mapinduzi anakuja na kauli za hovyo, kauli za kichochezi. Sisi tunashangaa mpaka sasa hajachukuliwa hatua zozote. Tungetegemea angeshashikwa, athibitishe vinauzwa wapi, vinatengenezwa maabara gani, ili vyombo vinavyohusika viweze kuchunguza kama ni kweli hatua zichukuliwe. Lakini tunaona kama ni kauli za hovyo. Wito wetu kwa Watanzania ni kwamba Chama cha Mapinduzi kimelewa madaraka. Chama cha Mapinduzi hakina tena sifa za kuongoza. Chama cha Mapinduzi kimechoka, kimelewa. Kwa hiyo kuna kila sababu ya Chama cha Mapinduzi kuondoka madarakani. Mikakati iliyopo ni tunahitaji vyombo vinavyosimamia uchaguzi viwe huru. Viongozi wa kisiasa waachiwe wajibizane kwa hoja majukwaani bila kuingiliwa na vyombo vya dola. Tume huru ya uchaguzi isiingiliwe. Katiba mpya, mimi nafikiri mifumo huru ikiwepo, katiba mpya ikiwepo, tume huru ya uchaguzi ikiwepo, CCM ni weupe kama tishu. Kwa upande wetu si kama ACT Wazalendo tunaendelea kujipanga, tunaendelea kuelimisha umma juu ya namna ambavyo wanapaswa kufanya. Kwa mfano tukiangazia uchaguzi uliopita wa serikali za mitaa, ule ni uchaguzi ambao ulivurugwa. Lakini kama itoshi, sisi kama ACT Wazalendo si ndio chama pekee ambacho tumekwenda mahakamani na tukafungua kesi. Tumefungua kesi 13 nchi nzima kwa ajili ya kupinga uchaguzi ule. Lakini sisi ACT Wazalendo tulifungua kesi mahakamani na tukashinda, kwamba hakuna tena mgombea kupita bila kupingwa, na tukashinda. Ndio maana sasa hivi unaona kwamba hakuna tena mgombea ambaye anapita bila kupingwa. Na sisi kama ACT Wazalendo tunaendelea kujipanga, tunaendelea na harakati, tunaendelea na mikutano na vikao vya ndani kuangalia namna sahihi na njia sahihi na mbinu sahihi za kuikabili Chama cha Mapinduzi hatimaye kuondoka madarakani.